Wakati nilikuja kuanzisha hizi manyumba, niliwaambia tutawapanga vijana wa hapa Kibra na ajira. Si ni kweli? Nikarudi hapa tena nikawaambia hii awamu ya pili itaanza, ndio hii sasa inakaribia gorofa ya 10. Si namna hiyo? Sasa leo mimi nimekuja hapa kwa sababu mbali na hizi nyumba ambazo ni 4,600, sawa sawa, hapa kwenu hapa tunataka kuwaongezea nyumba zingine 10,000, na tayari wananchi wa hapa pale inaendelea enumeration. Kila mtu ambaye anaishi hapa, sawa sawa, watakuwa number 1 wa kupatiwa nyumba hapa. Tunataka mtu ambaye anaishi Kibra hapa awe ndio nambari 1 kupata kazi, kupata nyumba wakati nyumba itakamilika. Pale nyuma ilikuwa ni mabwenyenye wanakuja wananunua hizi manyumba, wale ambao wameishi hapa miaka nenda rudi wanakosa nyumba. But I want to give you my assurance. Sawa sawa. Hapa tunaendelea saa hizi na kuandikisha wananchi ambao wanaishi hapa. Tayari wananchi 11,000, 11,000 watu ambao wanaishi hii Soweto C and D. Sasa tumeandika majina yao, na mimi nataka niwashukuru wananchi wa hapa kwa kukubali ya kwamba tuwajengee manyumba hapa, na mimi nawahakikishia kwa sababu ya heshima yenu kwamba mumekubali tujenge manyumba hapa, na mimi nawaambia tukikamilisha hiyo nyumba hapa, nyinyi mnaoishi hapa ndio mtakuwa nafasi ya kwanza kuja kuwa na manyumba yenu hapa, kabla Mkenya mwingine yeyote kutoka sehemu nyingine yeyote atapata nyumba hapa. Tunaelewana? Tunaelewana? Kwa hivyo vile nilifanya kule Mukuru, watu ambao walikuwa wanaishi pale, ndio juzi nimekuja nikawapatia manyumba zao kwanza kabla hatujapatia wananchi wengine kutoka sehemu zingine. Na mimi nataka niwahakikishie hii mpango ya kuondoa slum, kuondoa sehemu ya vitongoji duni, kuondoa sehemu hii, nyinyi mnajua hapa siwe inatiririka namna hii. Takataka ndio hiyo imejaa. Hakuna choo, stima ni shida, maji ni shida, barabara ni shida. Ni kweli ama si kweli? Hii slum, wengi walikuwa wanasema pale nyuma ati mambo ya slum upgrading. Mimi nimesema hakuna slum upgrading, ni slum eradication. Slum itoke kabisa, wananchi waishi kwenye makao ya kufaa na ya kutosha, mahali kuna heshima, mahali kuna maji, stima, mahali kuna choo, mahali kuna sewage, mahali kuna barabara. And that is my commitment. Na mimi nataka niwaeleze hivi, wengi hawakuamini ya kwamba hii kazi itafanyika. Ni kweli ama si kweli? Lakini kwa macho yenu sasa munaona inafanyika, haifanyiki? Mumekuwa na imani? Hii munaona hapa, hii ya mabati hii, munipatie nafasi kidogo. Hii mabati nitabadilisha, itakuwa ghorofa kama hii, na Kenya itasonga mbele. Hii Kibera ambayo iko hapa, ambayo ati sifa ya Kibera
ilikuwa ni the largest slum in Africa. Itabadilika sifa yake, itakuwa the largest estate organized in Africa hapa Kibra. Wengi hawakuniamini kwa sababu wamepigishwa hadithi miaka nenda miaka rudi, lakini mimi nilisema liwe liwalo. Si mnajua kuna watu wengi sana walinipinga na hii mambo ya housing, si waniletea balaa kubwa sana mpaka wakanifanyia maandamano. Lakini mimi nataka niwaulize, hii program ya housing iendelee ama isiendelee? Mnasema iendelee isiendelee? Wale wanasema iendelee nione kwa mkono, wala wanasema iendelee. Mimi niwaulize watu wa Kibra, kuna mtu anataka kuishi mahali iko takataka? Kuna mtu anataka kuishi mahali iko maji taka? Ama mahali hakuna choo? Ama mahali hakuna stima? Sisi wote tunataka kuishi mahali pazuri. Mnanielewa? Na sikizeni, mimi nataka mjue ya kwamba hakuna mtu ameandikiwa awe maskini Kenya hii. Sisi wote, katiba ya Kenya inalazimisha serikali, inanilazimisha mimi kama rais wa nchi hii kuhakikisha ya kwamba napanga vile wananchi wote wanaweza kuishi mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali kuna barabara, mahali kuna usafi. And that I will commit. Wale wananipinga wataendelea kunipinga, lakini mimi nitasimama imara kuhakikisha ya kwamba kazi hii inasonga mbele. Na sio hapa Kibera peke yake. Mukuru inaendelea, kule Kiambu inaendelea, kule sehemu ya Nairobi peke yake. Wacha niwapatie statistics. Hapa Kibra peke yake tunakuja kujenga nyumba 10,000 mahali hizi mabati iko. Hapa tuko na nyumba 4,500. Nilikuja hapa Southlands miezi miwili iliyopita, nikaanzisha nyumba 15,000. Saa hizi inaendelea kujengwa katika Kibera hii. Kibera hii peke yake tunajenga nyumba 25,000. Ndio tusafishe hii Kibera, tuondoe slum, tuondoe maji taka, tuondoe ile mambo yote machafu, tubadilishe hii slum ikae estate kama ile mnaona hapa. Mimi nawauliza watu wa Kibera, mnasema tuendelee na hiyo kazi ama mnasemaje? Ati kuna watu wanasema nilifanya makosa kuweka housing fund. Ati wanasema nilifanya makosa kuweka housing levy. Bila housing levy hii nyumba haingejengwa. Tunaelewana jameni? Tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Na hapa hakuna ukabila. Hapa mwananchi wa kutoka sehemu yote ya Kenya, uwe ni Mjaluo, Mkikuyu, Mkamba, Mluya, Mborana, utaishi kwa hizi manyumba bila ya wewe kubaguliwa kwa sababu wewe ni mtu wa kutoka jamii fulani. Kwa sababu Kenya ya ukabila ni Kenya ya ujinga na ni Kenya ya aibu. Tunataka tuungane sote kama taifa moja. Na kazi yangu kama rais wa nchi ni kuunganisha Wakenya wote. Tukae pamoja kama ndugu moja. Tuache siasa ya migawanyiko na chuki na hasira na makasiriko na ukabila. Sisi wote tuishi kama ndugu moja. Watu wa Kibera jameni, mtanisaidia tuunganishe Wakenya? Mnasema tuungane ama tutengane bwana? Mnasema tuungane? Wala wanasema tuungane kwa mkono. Salala. Salala. Sikizeni. Sikizeni ndugu zangu watu wa Kibera. Sawa sawa? Sasa niwaulize, kwa sababu kuna wale watu jamaa wengine wa siasa mfululizo, siasa ya chuki, wako na hasira mingi, wako na ukabila mingi, wako na kisirani mingi. Na mimi nimewaambia waacheni siasa mfululizo, tuendelee na kazi bila break. Nyinyi watu wa hapa mnasema kazi bila break ama siasa mfululizo? Mnasema kazi? Ati mnasema kazi bila break? Ati kazi bila? Wale wa kazi bila break nione kwa mkono. Basi tumekubaliana. Hapa niko na ndugu yangu, huyu contractor wangu bwana Gelot. Huyu mjamaa huyu ndiye ananisaidia kupanga hii kazi na kijana yake Amip hapo.
na anafanya kazi mzuri, mpigeni makofi jameni. Nikimaliza kazi ya enumeration, wananchi ni wapange vile mtaishi mahali ingine, mimi ni wajengee hapa, munipatie nafasi kidogo, murudi muishi kwa manyumba mazuri ambayo tutakuwa tumewapangia hapa. Na hapa tuko na kiwanja ya Undugu. Hiyo kiwanja ya Undugu kuanzia mwezi ujao, Jalango ameniambia tukuje tuwapangie vizuri, ndio muwe na mahali vizuri, kiwanja mzuri ya michezo ya vijana wa hapa Kibra. Mnasema tukuje tujenge hiyo mahali? Basi hiyo ni kazi yangu mimi, nitakuja ninyoroshi. Sawa sawa? Lakini meanwhile kazi bila break. Tumekubaliana? Niko hapa na ndugu yangu Sakaja. Si mnajua Sakaja gavana wetu? Huyu ndugu yangu Sakaja ndio nimeshirikiana na yeye katika hii kazi. Approvals yote ambayo ilikuwa inahitajika hapa haikukaa hata siku moja kule City Hall. Ilifika City Hall, MCAs wakapitisha, gavana akaweka kidole, tukawa naye tunaendelea na kazi. Wewe gavana, mimi natumana approvals ya hii C&D. Fanya haraka haraka, mimi nijenge hapa, wananchi warudi waishi katika maisha mazuri. Tumekubaliana jamii? Na huyu Jalash jameni, si mnajua huyu Jalango? Huyu Jalango ananihangaisha sana huyu jamaa. Ananisukuma kama wheelbarrow. Ananiambia hii maneno ya hapa lazima itembee haraka haraka. Mnasema tuendelee na hiyo kazi. Tuungane MCAs pamoja na wabunge pamoja na gavana wenu na mimi tuungane, tupeleke Kibera mbele, tutoe Islam hapa Soweto, tuwapange na nyumba mzuri. Bas hiyo ndio kazi yangu, na mimi nataka niwaambie nimesimama imara. Mimi sitatishwa na mtu mpaka tuhakikishe kwamba Kenya imebadilika. Kenya haiwezi kubadilishwa kwa matusi ama kwa fitina ama kwa hasira ama kwa makasiriko ama kwa ukabila. Kenya itabadilishwa na miradi na mipango ya maendeleo kama hiyo tunaona hapa ya kubadilisha maisha ya wananchi wa taifa letu. Kwa hivyo Kibra, mimi nataka niseme asante sana, na mimi nitarudi hapa wakati ya kuja kuanzisha hii mpango hapa. Tuhakikishe ya kwamba we change our country and we change the destiny of our nation. Na nyinyi vijana mko tayari? Nahitaji vijana wengine wa kufanya kazi hapa. Vijana hapa mko tayari ama mko tayari? Mko tayari? Si mnaona jamaa wanafanya kibarua hapo? Sasa mimi nataka watu wengine wa kufanya kazi hapa wakati tutaanzisha. Kwa hivyo mjue tunawapenda sana, tunawaheshimu sana. Mimi nimekuja hapa kusema jambo na kuangalia hii kazi na kuhakikisha kwamba kazi ya enumeration inafanyika, na mimi nataka niwahakikishie hakuna mtu atatoka nje kupata nyumba hapa kabla ya watu wa Kibra kupata nyumba. Asanteni sana, nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu. Thank you very much and I love you, the great people of Kibra. Thank you very much. Asante sana Gelot.